Jamani, kama unajijua we ni binti, naomba usipite bila kuiangalia hii video. Ina funzo kubwa. Sasa mabinti wale mnaosema si tunapenda wababa, tunapenda wababu, wababu ndo wanalea, vijana hawana hela. Jamani, usipite bila kusikiliza hii story. Jamani, mdada huyo kaniomba ni share na nyie story, ila sitamtaja jina. Jamani, watu wanapitia mambo magumu, jamani. Nyie endeleeni nao wababa. Kitakachowakuta, sikiliza hii story. Huyo binti alikuwa na mwenzake, walikuwa wanafanya kazi ya bar. Walikuwa wawili. Walifanya ile kazi, wakakubaliana kabisa na mwenzake, tufanye hii kazi, kila mtu atafute mtaji, tuendelee na biashara zetu. Walivyofanya hiyo kazi, yeye mwenzake analundika hela ya mtaji, yeye alikuwa anavaa nguo, anaweka tips, anafanya nini. Mwenzake alipopata hela akasema tulikubaliana miezi mingapi tutafanya hii kazi, miezi 5. Tumepata hela, sasa tuendage nyumbani tukafanyage biashara. Yeye akasema hapana, mimi naendelea na kazi hapa penye sina hela. Maana alikuwa yeye anapenda kununua nguo, anapenda kula, yani afanyii malengo yote zaidi ya hivyo. Mwenzake ikabidi amuache, kwa akabaki peke yake. Sasa katika kufanya kazi akaupolewa, akapata mbaba, huyo akamuopoa. Huyo mbaba alivyomuopoa alikuwa mzee, anadai ni mzee kama sio miaka 70-80 huko. Mzee akamwambia mimi nitakupa hela yoyote unayoitaka, yani hela yoyote unayoitaka. Yeye yule binti anadai yeye hela yake kubwa yenyewe ameipewa na mwanaume kuongwa ni 50,000, hiyo ndio hela kubwa. Yule mbabu huyo akamwambia nitakupa 1,000,000, nitakupangia, yani akamwahidi mengi. Kwa yule binti na ile kauli ya kusema wababa wanalea, wababu wanalea, akasema hapa ndo penyewe. Akaondoka na huyo babu. Siku ya kwanza wakaenda naye usiku. Muda wa kulala yule babu hakumfanya chochote. Asubuhi akampa hela, akamwambia shika hiyo, akampa 500,000. Yule binti akasema mbona sijafanya naye chochote, hajanigusa baba watu, ndo kwanza mimi nimelala sebleni, yeye chumbani basi. Baada ya hapo tena huyo mbabu akamfuata siku ya pili. Akasema binti, mimi nimekupenda sana, sitaki kukuchezea wala sitaki nini. Mimi nitakupa hela yote unayohitaji, ila mimi nataka saizi tukaage wote kwangu, nitawajengea wazazi wako, yani kaka yako nani, yani wote nitawapa maisha mazuri. Yule binti akasema Mungu wangu, una uhakika? Akasema nina uhakika. Sisi wazee hatudangani kama mnavyodanganyika na vijana. Yule binti akapiga hesabu maisha yake yalivyo magumu, familia yake inamtegemea, yeye mwenyewe ana ndoto za kuwa na hela, hamna mtu mwenyewe hana ndoto ya kuwa na hela. Akasema hapa nijiongeze. Akamwambia sawa, ila uje uongee na bosi wangu, maana bosi wangu hapa haruhusu mtu yeyote kuondoka mpaka tuwasiliane na bosi wangu. Yule mzee akaenda.